Leo hii tarehe 29 Oktoba mwaka huu wa 2025, taifa la Tanzania linafanya uchaguzi mkuu ambapo sasa hivi Wakenya pia wamewatakia kila laheri. Lakini cha ajabu ni kwamba wengi wanahisi kwamba Rais Samia Suluhu hakuweza kuwapa nafasi wale wapinzani wake wenye mvuto zaidi, akiwemo Tundu Lissu wa chama cha Chadema, ambaye kufikia sasa amekuwa na kesi na baadhi ya masuala mengi kabla shughuli mzima ya hii uchaguzi wa hii leo hii. Na kikosi ama vijana na wananchi, baadhi ya wananchi wa Gen Z waliweza kutisha kwamba ungetoka barabarani, lakini kufikia sasa hivi hali Tanzania hakuna kinachoendelea ijapo kupiga kura. Manake maandamano yaliyotangazwa bado hakuna dalili, na Watanzania wanaendelea kujitokeza pale. Ukifahamu kwamba walikuwa wameweza kuambiana watakuja kutoka kwenye mitaa mbalimbali kuja kufanya maandamano makubwa pale nchini Tanzania, kitu ambacho hivi karibuni ulimuona Mama Samia Suluhu aliweza kukikataa na kusema kwamba kutakuwa na utulivu, hakuna nywi. And of course ni jambo fulani ambalo kidogo ukitazama kwa sasa hivi kinachoendelea ni baadhi tu ya wananchi wakijitokeza wakipiga foleni pale kuja kupiga kura. Na kile ambacho kinafuatiliwa sasa hivi, nafahamu kwamba Mama Samia Suluhu ndiye mmojawapo kati ya potential candidates pale. Ukiangalia kupitia chama cha Mapinduzi cha CCM, chama hichi ambacho unafahamu kwamba ndicho kilichompa mamlaka baada ya kufuatia kifo cha aliyekuwa rais hayati Pombe Magufuli aliyefariki, na kisha baadaye Mama Samia Suluhu akiwa makamu wa rais akaweza kuchukua ile usukani. Kwa hivyo taifa la Tanzania limekuwa ni mojawapo kati ya mataifa ambayo yamekuwa ama taifa la kwanza Afrika Mashariki kuongozwa na rais wa kike, na sasa hivi akija kuwania kutaka awamu ya pili kama rais, ambapo ni kawaida ya kila taifa kuna kutofautiana kisiasa. Mwanadada Mange Kimambi ambaye yuko nchini Marekani amekuwa pia akiwasisitizia wananchi wa Tanzania kutoka nje siku hii ya leo kuja kuikomboa taifa lao, ikimaanisha kwamba kuja kumtoa Samia Suluhu. Na ili ni jambo ambalo kidogo kitazama kwa sasa hivi litakuwa gumu, manake uchaguzi kumtoa aliye kitini ni ngumu zaidi. Na kufikia sasa hivi unafahamu pia kuna baadhi tu ya wasanii ambao maarufu zaidi kama vile Diamond Platnumz, kina Harmonize, wasanii wenye kutajika na baadhi tu ya public figures wameweza kumpigia upato sana Mama Samia Suluhu, jambo ambalo kidogo linadhihirisha kwamba tayari atakuja kushinda. Manake ukiona wale wengine wengi wao kama wasanii hawawezi kuangalia maslahi ya wananchi, manake pia ni haki yao ya kikatiba kuweza kupigia mpato mgombea wao, na wengi wanahisi kwamba wao wanafanya hivi ili wasije wakahangaishwa, manake wako ama wanajua Samia atarudi ama kiongozi wanayempigia upato atarudi. Lakini pia kuna wale wanahisi kwamba ni haki yao ya kikatiba, of which it's true. Lakini pia maandamano ni haki ya kikatiba. Lakini leo hii basi Tanzania kidogo kumetulia na kile kinachoendelea ni kupiga kura. Kwa hivyo kuna baadhi ya masuala ambayo yamekuwa yakijiri kutoka hapa nchini Tanzania, na ufahamu kwamba kile ambacho kimekuwa kiwakera wengi zaidi ni kwamba wale opposition leaders ambao ni prominent, ambao walitarajiwa kuja kumkabana naye Mama Samia Suluhu, hawakupata nafasi nzuri ya kufanya hata kampeni. Kwa hivyo hata hapo leo wangekuwa kwenye ballot bado ingekuwa vigumu. Nafahamu kwamba hata ukiwa unapendwa zaidi lazima uuze sera zako kwa sana kikampeni, hata kama ni miezi 3 kabla ya uchaguzi, na ili kuweza kuwaleta wafuasi wako karibu, angalau waweze kujua vile ambavyo wanapiga kura. Kwa hivyo kitu ambacho kilifanya Tundu Lissu wa Chadema baada ya kesi yake kuamliwa hapo majuzi na kuweza kutolewa
ile kesi ambayo ilikuwa ni ya treason kutupiliwa mbali, akasema atasalia pale korokoroni mpaka siku hii ya leo ambapo historia itakuja kuandikishwa. Lakini ni dhahiri kwamba tayari Mama Samia Suluhu huenda akarudi, lakini hilo liko mikononi mwa Watanzania ambao wanaelekea pale kuweza kushiriki ama kuparticipate kwenye haki zao za kidemokrasia kwa kupiga kura. Kwa hivyo ni baadhi tu ya masuala ambayo yanaangaliwa sasa hivi, na kila nchi iko na mikakati ya kwake. Sasa hivi ulinzi mkali upo pale nchini Tanzania ambapo wapiga kura wameweza kuambiwa kwamba ulinzi upo tayari, lakini vijana wengine wanasema kwamba watatokea, wengine walisema wangetokea, lakini kufikia sasa hivi ndo hali tulivu ilivyo kutoka nchini Tanzania. Basi tunaliombea taifa wakati huu ambapo uchaguzi unaendelea, na nitakuwa nakupasha zaidi. Endelea kusubscribe. Kila laheri Tanzania.